Football inaendelea kubadilika siku hadi siku. Sasa World Cup 2026 sheria mpya hizi hapa. Wachezaji watakaofanyiwa sabu wana sekunde 10 tu kutoka uwanjani. Kama wasipotoka uwanjani watalazimika kusubiria dakika 1 ndo wafanyiwe mabadiliko. Mpira wa kurushwa pamoja na goal kick zitakuwa na sekunde 5 tu. Kama mpira utakuwa hujaendelea kuchezwa, mpira unachukuliwa, wanapewa timu pinzani. Kama nawaona Waarabu hapa, kazi wanayo. Wachezaji watakaopata matibabu ndani ya uwanja watalazimika kukaa dakika 1 nje kabla hawajarudi uwanjani. Watamu hapo. VAR itaruhusiwa kuangalia incident, kuangalia tukio la kadi ya pili ya njano. Maana mtu akipewa kadi ya njano wa kwanza, akipewa kadi ya njano wa pili, sasa hivi refa anaweza akaenda akaangalia maamuzi yake, je, yako sahihi au sio sahihi. Kutakuwa kuna hiyo review. Wachezaji wenye vile vishanga vya mababu vyao, vishanga sijui vipi nini vya mababu zao wamepewa huko, sijui unajua mwenyewe, kama hawezi kutoa itabidi afunge nini ile wanaita ni tepu, sijui afunge tepu, sijui afunge nini wanaita ile wachezaji ni tepu, sijui kitu kama hicho, itabidi afunge pale. Umeona, au anafunga kwenye kidole. Namuonaga sana Kapombe anafunga kwenye kidole, kwenye pete yake ya ndoa. So hizo ndo sheria mpya za World Cup. Sheria ipi kati ya hizi unahisi itakuwa ngumu sana kufuatwa, na timu gani itakuwa ngumu sana kutoboa kwa sheria hizi?